Leo tunaongea kuhusu kuweza kushughulikia roho ya kuchelewa ama kukawia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine tunapoongelea juu ya delay, it is that something was set up for a certain time but it didn't arrive in that time. Bwana Yesu asifiwe. I remember there is a lady who called me one day na akaniambia, pastor, wakati mwingine tunapoenda sana ladies can understand this, especially those ones who are in families na wale ambao wamepata watoto. When you go and begin your clinics, kuna kitu ambacho daktari huwa anakuandikia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Huwa inaitwa PDD, possible delivery death. Praise the name of the living God. Kumaanisha kwamba from the calculations, kutoka siku ambaye you conceived, they need, or rather the child has to take 9 months. Praise the name of the living God. Now, wakati wamekuandikia ile dates, inamaanisha kwamba from their calculations biologically, around that time lazima uwe na maandalizi kisaikolojia na hata kwa ulimwengu wa kawaida kuweza kumpokea mtoto. But now this lady was telling me, pastor, sasa imepita miezi miwili. Jina la Bwana lipewe sifa. So you can imagine, alipata ujauzito, amemaliza amemaliza miezi 11 akiwa mjamzito, 11 months. Praise the name of the living God. Wamejaribu, nikamwambia sometimes wakati unaenda kupimwa, they need to take care of the pulse, wasikie je huyo mtoto kuna heartbeat. Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia, pastor, hivi vyote vimepimwa na inaonyesha kwamba mtoto wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. But now time has passed. Mama ameanza kuwa na wasiwasi. Now, what does that mean? That this means it has delayed. Mtoto huyu amedelay, amekawia. Wakati wake wa kujifungua, wa kuondoka ndani ya tumbo umefika, lakini umepita ule muda umepita. Lazima mama awe na wasiwasi, lazima baba awe na wasiwasi, lazima madaktari wawe na wasiwasi. Praise the name of the living God. Nikamwambia, dada, just believe, we pray with you. And I remember having told her, leo tu siku ya leo ninatangaza kuna kichocheo cha labors. May you receive labor pains as I pray. Praise the name of the living God. Believe you or not, usiku ule dada yule alienda hospitalini na akazaa a bouncing baby boy. I'm talking about a true story. Praise the name of the living God. Wakati mwingine kama kuna delay, lazima tukataane nayo. Unamwambia God, I pray there is no more delay in the name of Jesus Christ. Wapendwa, kuna vitu fulani vilikuwa vitendeke katika maisha yetu, lakini unapata huo wakati umepita. Praise the name of the living God. Kuna watu wameenda college, unasikia mtu ako university mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, in normal circumstances inafaa malize miaka 4 akagraduate. People have taken 6 months. Do you know what happens? There is what we call in university language deferring. Bwana asifiwe. Haya, hii kitu ambacho tunaita defer kwa Kiingereza inamaanisha kwamba huenda huyu mtu amekuwa mgonjwa, hasa hakufanya mitihani, wanasongesha mbele. So kudefer ni kusongesha mbele. Ni kama ninawasiliana na mtu. Praise the name of the living God. Number 2, huenda mtu huyu alikosa karo. So inamaanisha basi mwaka huu kwa sababu sina school fees, what do you do? Unaenda unaongea na lecturers, unaenda kwa administration desk na unawaambia, this time round because I don't have examination fee, you defer the courses. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kimesababisha? Now, wengine wamefanya, wako mbele zako, and you find that kuna watu baadaye anaenda ndiye arudi afanye zile units ambazo alimiss. Wengine hata wakati wengine wanapanga graduation, inabidi arudi baadaye. Namwambia, now you need special classes.
madarasa maalum wakaweze kukuandalia ili ukafanye zile courses ambazo ulimiss kwa wakati wa kawaida. I am here to pray for somebody. You will never be delayed in the name of Jesus. Nothing will come between you and your destiny. Praise the name of the living God. Siku ya leo nimekuja kuomba na mtu ambaye ako tayari ya kwamba vitu havitachelewa, hautacheleweshwa kufanya mambo ambayo yako tayari kuweza kufanyika. Praise the name of the living God. When we talk about dealing with the spirit of delay, I want you to understand this. Tu nikupatiana ile ambao nimeandika kwa haraka. The spirit of delay is a concept in spiritual warfare referring to a demonic force that actively hinders, inazuia, frustrates and stalls a person's progress, divine timing and destiny or destiny. Praise the name of the living God. Ni hali fulani ya kiroho, roho ya shetani ambayo, ama roho ya kimapepo ambayo inaweza kushikilia mtu asiweze kufikia malengo yake, asiweze kuendelea mbele. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, katika ulimwengu wa kiroho, wale ambao tunaweza elewa ni mambo ambayo tumeyaona na mengine hata unapata ya kwamba hatukuweza kujua, lakini utapata ya kwamba kuna vitu fulani ambavyo vimetuzuilia, hatungeweza kuendelea. Nikapatia na mifano mingi nilipokuwa ninafundisha from juzi, nikawa nasema ya kwamba wengine wetu unapata hata katika masomo yetu, wengine tungemaliza kitambo, lakini unapata kwa sababu moja au nyingine, vile ambavyo tu nimesema mambo ya karo ya shule. Praise the name of the living God. Nilikuwa naambia hawa wapendwa ambao walihudhuria mikutano, nikawapatia mfano wangu binafsi. Mimi nilipomaliza darasa la 8 nilikaa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana na wengine ambao tulifanya na wao, wananiambia mimi niko Msingu, mimi niko Alliance, mimi niko Mangu. Ananiuliza, na Jeff wewe ulienda wapi? Praise the name of the living God. Nawaambia mimi ninauza omena na samaki na samaki ambao ni wa kutoa Malaba, kutoka Malaba. Jina la Bwana lipewe sifa. Ananiambia, guy, haukuendelea? Nikamwambia, ya, nilikosa school fees. Praise the name of the living God. But after that I went back to school. Lakini hawa tuliosoma nao darasa la 8 waliendelea, wakawa mbele yangu. Am I talking to somebody? Pendwa, ninaongea na mtu kama huyu. Kama uko hapa, wenda you are delayed. Praise the name of the living God. But I'm here to tell you, tunapomalizia maombi haya siku ya leo, there is no more delay in your life. Wenda ni watoto wetu wako katika masomo, nikasema ya kwamba wenda kuna wengine ambao mzazi anakuambia kwa sababu John ako mbele yako, wewe kaa nyumbani kwanza, wacha John aendelee. Wewe endelea kufanya hizi shughuli, nitakulipia next baada ya John kumaliza. Some of us repeated the classes not because we were not getting something from class. Tulirudia maradarasa si kwa sababu tulikuwa wajinga. Hapana, ni kwa sababu tulikuwa tunaruhusu ndugu zetu wakaendelee. Mama hangewezeshwa kulipia wote karo. Praise the name of the living God. Unaambiwa wewe ngoja kwanza, ndugu zako wa join college, wewe baki nyumbani. Spirit of delay. Praise the name of the living God. Money, finances can make you to delay your dreams in life. Praise the name of the living God. But I have come to cancel that in the name of Jesus. Kwa wale ambao wataunganika na maneno haya, ninakataa roho ya kuweza kudelay katika maisha yetu, katika familia zetu. Nikasema wengine wetu hata kifamilia, baba wana mama wanakaa, wanapanga mikakati, wanasema mwaka huu tunataka tununue plot, tunataka tujenge. Along the way, wakati wanapangilia, oh my God, praise the name of the living God, visirani vinaingia. Huenda ni loan ilikuwa inapangwa kuchukuliwa, immediately loan inachukuliwa. Mama na baba wanakosana, inabidi baba atoke aende bar, analewa the whole night kwa sababu ya uchungu ambao ameupata. La hiyo sasa
sasa ina delay maendeleo. I have come to cancel that in the mighty name of Jesus. Nimekuja kukatana na visirani katika ndoa zetu na minuko katika ndoa zetu. Praise the name of the living God. Hata wengine wetu baba alikuwa amepanga kukupeleka college, lakini kwa sababu ya miingilio ya kifamilia ana cancel, anasema hata wacha ikae, mtoto huyu simsomeshi. Kama ninawasiliana na mtu asubuhi ya leo, praise the name of the living God. Brethren, I don't know how you are receiving this message, but I've come to tell you, some of us who are not supposed to be where we are. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 5 and verse 12 that by this time some of you would have been teachers. You ought have to be teachers, but you still need somebody to teach you the elementaries, the basics of salvation. Nyinyi mngekuwa walimu, lakini bado, oh my God, praise the name of the living God. Wapendwa, ni nini kilichosababisha? Kuna miingilio hapa na pale. For even though by this time you ought to be teachers, to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principles of God. You have come to need milk, not the solid food. Nikasema mtoto anapozaliwa tunaambiwa miezi 6 aweze kuwa amemaliza, aweze kuwa ameanza kupewa chakula ambacho ni kigumu, apewe viazi vimepondwa, apewe sima. But you give birth to a child, mwaka wa kwanza bado mtoto hawezi akatafuna sima, hawezi akatafuna viazi. Praise the name of the living God. Mnazaa mtoto hawezi akaanza kutambaa. Unapata mtoto huyu mwaka mmoja unusu. Jina la Bwana lipewe sifa. There is a lady who called me akaniambia, pastor, mtoto wangu saizi ni mwaka mmoja, hawezi atanangalia tu hivi, hawezi atatamka kitu, uonia anatazama tu hivi, hana sauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikamwambia hapana, that there is a problem with that, si kawaida. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtoto wakati anakuwa lazima kuwe na changes. Hata utamuona wakati mwingine mama kama amembeba, ukiona kitu kipita, mtu akipita anaanza kugeuza macho, anaanza kufuatilia. Ukimwekea kama ni kalamu, unaona macho yanaanza kufuata kile kitu, anaanza kutamka ba 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 ba. Praise the name of the living God. Lakini miaka zimepita, mtoto huyu bado ako pale, hawezi hata akajaribu kusonga. There is a problem. Praise the name of the living God. There is a delay in growth. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana atusaidie, Mungu atusaidie. Wengine wetu tumekubaliana na hali, wengine wetu tuliambiwa. Hata wakati mwingine mama anaambia watu, anasema huyu mtoto wangu shida iko wapi? Mwingine anaambiwa hapana. Wengine huwa inakuwa namna hiyo, mwaka mmoja unapita, miaka miwili inapita. Hata wengine wanaambiwa huenda huyu mtoto ndio sababu aongee ulimpatia mayai kama bado ako mdogo. Wapendwa, vitu vingine ni miingilio ya kiroho. Na siku ya leo kwa upako ambao nimepewa, nimekuja kutangaza kama kuna any delays katika familia yenu, katika masomo yenu, katika masomo ya watoto wetu, katika ukoo wetu, nimekuja kucancel every spirit of delay. Praise the name of the living God. I have come against. Wengine wetu tulianzisha vioska, tumekuwa na vioska muda mrefu, tumekaa katika ile hali, instead ya kupata faida unapata hasara kila uchao. But I have come to tell you today that today God is bringing a turnaround in the mighty name of Jesus Christ. Wengine wetu tumekaa kwa job group fulani, wala ambao tumeajiriwa, hata mmesikia nurses wakienda mgomo, madaktari wanaenda mgomo, wanasema one of the grievances, mojawapo ya takwa ambalo tunataka likaweze kutimizwa ni job groups zetu. Tumekaa muda mrefu, walimu wanaenda migomo, wanasema tumekaa kwa job group moja kwa muda mrefu. Wapendwa, huwa kitu ambacho wakinatendeka ni the spirit of delay. Umeajiriwa but you cannot get promotion, but I've come here to kuweza kucancel that. Yule anakubaliana na mimi, may you receive the grace. Praise the name of the living God. Hautakaa katika ile hali milele. Bwana Yesu asifiwe.
lazima uende viwango vingine, lazima Mungu akuinue. The Bible says, I'm going to lift you from one glory to another. The Bible says that Israel is being promoted, is marching forward from strength to strength, not being at one place. Kitabu cha Deuteronomy chapter number 2 and verse 3, maandiko yanasema, yatosha mulivyozunguka mlima huu. Yatosha. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu tumezungukia mahali pamoja kwa muda mrefu. But this time round, I have come with a good message. I have come with an encouragement. Somebody is being elevated to another level. Praise the name of the living God. The Spirit of God was guiding me this morning in prayers that as we are in the month of March, the 3rd month of the year, Jesus, the first day was put in the grave, the second day was in the grave, but the 3rd day he resurrected. Siku ya kwanza Yesu akawa kaburini, siku ya pili akawa kaburini, lakini siku ya tatu akaweza kuondolewa. Praise the name of the living God. Akapelekwa kwa utukufu wa Bwana, na Bwana akawa nisaidia. Kuna watu wanaondolewa kwenye mashimo ambao waliwekwa ndani, wanaenda kwa utukufu wa Bwana, in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mawe yanaondolewa. You must break the camp and move forward. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima uondoke mahali pale, mahali ambapo walikuweka wakakuacha, hawatakupata pale katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanaamini, utalete ushuhuda ya kwamba Bwana amekuinua. Huu mwezi wa March, huu mwezi wa 3, like it is March. You are marching towards your destiny. You are marching towards your victory. You are marching towards your victory. You are marching towards your success. You are marching toward your prosperity. Wapendwa, tunaondoka, tunaenda katika ushindi wetu. Wapendwa, tunaondoka, tunaingia katika hatima yetu. Wapendwa, tunaondoka pamoja na familia zetu. Tunaondoka katika utumwa, tunaondoka katika umaskini. Ukiwa maskini, wapendwa, umaskini ni mbaya. Umaskini unarudisha watu nyuma. Umaskini unasababisha yale ambao ungefanya hauwezi ukafanya. Unaweza kuwa na shamba, lakini usipokuwa na pesa za kujenga, hiyo shamba itakuwa ni bure. I have known people who have big farms, lakini kazi yao ni kukodeshea watu, maana hawana uwezo wa kununua pembejeo. In the year 2026, in this month of March, I am decreeing and declaring, you are receiving finances in the name of Jesus. Unapokea pesa za kukusaidia kwenda to other level. Wengine wetu si kwamba hatuwezi soma, tulipita vizuri. Wengine wetu tumefanya diploma, tumefanya degree, know that we cannot do masters, lakini kwa sababu ya ukosefu hatuwezi endelea. Nimekuja kutangazia mtu, no more delay in your life. Nimekuja kutangazia mtu, hautashindwa tena. Baada ya diploma unafanya degree, baada ya degree unafanya masters, baada ya masters unaendelea na PhD. Wapendwa, natangaza, kuna watu wanaondoka, kuna watu wanasonga. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema wenye ukoma 4 walikuwa wamekaa mahali kwa sababu ya ugonjwa wa ukoma. Mtu anatokwa na vinonda, mtu hawezi akatembea. Na anatangaza siku ya leo, jinsi wane ukoma wakaamua ya kwamba hata kama ni kujivuta, tutaendelea, tutasonga. Hata kama ni kufa, afadhali tukufie mbele. Praise the name of the living God. Natangazia mtu siku ya leo, hata kama ni kutambaa, tutatambaa maadamu tusonge mbele. Praise the name of the living God. Hatuwezi kaa mahali pamoja. Tumekaa mahali pamoja muda mrefu kama familia, tumekaa mahali pamoja muda mrefu kama jamii, tumekaa mahali pamoja muda mrefu. Natangaza siku ya leo kwa ulimi wangu wa kinabii, kuna watu wanainuliwa, kuna watu songa mbele. Unaondoka pale in the mighty name of Jesus. May you receive the grace to move forward. Neema ya kuondoka, neema ya kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yani unakujaga hivi, unauliza na nani yako darasa la ngapi? Hako standard 7 ngai
wako 7. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Hati ni nini sasa? Si unajua akimulamua shida, yani pesa. Baba akipatako tu pesa, mulamua akiiba familia. Hata ukiona tumekula. Praise the name of the living God. Nimekataa such stories in the mighty name of Jesus. Stories za kuambia mulamua ni shida imetuingilia, ni kumtambo imekuwa nyingi. Nimekuja kukataa. Praise the name of the living God. Watakuja wapate mabadiliko. I want good stories. I don't know. Wapendwa, hii ujumbe si ya wote. Ni wale ambao wako tayari kuondoka. Wengine tumezoea hali tulizo ndani. Praise the name of the living God. Yesu akauliza, je, unataka kupona? Bwana Yesu asifiwe. There are people who are contented with the situations they are in. Hii ni ya familia yetu tu. Hata shangazi yangu alizalia nyumbani. Bwana asifiwe. Mimi nimekataa. Jina la Bwana lipewe sifa. I've been saying this and will continue saying it. All my elder brothers and sisters walifika standard years. Lakini nilipofika pale nikasema, enyi malango ya kufikisha watu standard 8 katika uko wetu, inueni vichwa. Avudiko anataka kupita. Praise the name of the living God. Mahali ambapo babako hakufika, mahali ambapo mamako hakufika, mahali ambapo ndugu zako hakufika, natangaza neema. Kwa wale ambao wako tayari kuondoka, natangaza neema. Pokea neema ya kuenda. Kama babako hakuendesha gari, kama babako aliishi kwa baiskeli, natangaza siku ya leo kuna neema ya kuendelea. May you receive it in the name of Jesus. Kuna watu wanainuliwa, kuna watu wanaenda viwango vingine. No more delay in your life. Tunajenga manyumba, tunanunua plots. Praise the name of the living God. Magari tutanunua kwa imani. Am I talking to somebody? To those ones who are ready. Hallelujah. Lakini kwa wale ambao mtakatu hapo, I'm being reminded of somebody. Aliambiwa mwakani wakati kama huu chakula kitapatikana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Akasema, wewe wacha story zako. Praise the name of the living God. Wewe unasema nini na unaona tu hali vile iko? Lakini akaambiwa, asemavyo Bwana itatendeka. Utaona na macho yako, lakini wewe hautakula. Praise the name of the living God. Natangaza siku ya leo, kuna wengine watashuhudia, lakini kuna wengine watakuwa wenye kushuhudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tasema kai, na tulikuwa tuna yeye. Praise the name of the living God. Na imagine tulikuwa na yeye mitume PAG. Imagine hako wasichana kalikuwa kanaimba. Hallelujah. Hai, kako ngambo. Hako ndio kanaojiwa JK live. Praise the name of the living God. May you receive the grace in the name of Jesus Christ. May you receive the grace. Nimesema hii mara nyingi na nasema wapendwa, kuna mahali utaniona kwenye CV ya kitaifa nasema no, ile pastor tuliwahi kuwa na yeye mitume. Oh my God. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita vinaendelea katika sehemu za Amerika na Iran. Bwana Yesu asifiwe. We will be the people ambao tutaitwa tuulize Mungu anasema namna gani kwa sababu ya hivi vita. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. It is very much possible kwa yule ambaye ako tayari. Jina la Bwana lipewe sifa. Are you ready to move on? Are you ready to go to another level? Hama umetosheka na hiyo hali. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna wengine wapendwa, nimesema wataona tu, but they will never be part. May God help us. May you be a partaker of this glory that God is releasing. I feel there is a glory of change. I feel there is a wind of change that is sweeping across us. I feel there is a spirit that is moving us to another level. But to those ones who are ready, jina la Bwana lipewe sifa. Kwa wale ambao wako tayari, activate yourself. Mara nyingi nimeona ndege ya helikopta wakati inataka kuondoka, utapata ya kwamba inachukua muda. It activates itself. Praise the name of the living God. Unapata kwamba kuna yale
ile mshale unazunguka, sina jina zuri la kuweza kuita, lakini unapata kwamba inazunguka kwa muda, vitu vilivyo karibu vinapeperushwa, watu wanaambiwa songeni, na hata usiposonga huo upepo utakusongesha mwenyewe. Praise the name of the living God. I feel the people ambao ni watakuwa kama helicopter who are ready to go higher. Praise the name of the living God. Wapendwa, utaanza kuzungusha propela yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale ambao hawako tayari utawatupa kando. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, kuna watu watainuliwa katika viwango vingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Those ones who are ready will soar higher. Jina la Bwana lipewe sifa. Bible says in the book of Isaiah that those ones who wait upon the Lord shall soar. Watapaa juu. They will mount like eagles. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, suwe tayari kwa sababu ya kupaa zaidi ya maadui wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Zaidi ya maadui. Naambiwa ya kwamba huyu ndege tai hashughuliki. Sometimes kuna kule koro ni ile raven inaanza kudunga tai kwa kwenye kichwa chake. Kila ambacho in fact tai hashughuliki, kila ambacho tai anafanya ni kuenda zaidi. Bwana asifiwe. Na unajua kwamba wakati anainuka, ile hewa ya kule juu koro hawezani nayo. I wish ungekuwa unapata ujumbe vile na upata. Bwana Yesu asifiwe. Kuna makoro inatuuma. Wewe usishughulike na yao makoro, endelea kwenda juu. Praise the name of the living God. Wachana na makoro. Kuna kiwango utafika itasuffocate na kuanguka yenyewe. Kama niwasiliana na mtu, may you receive that grace in the name of Jesus. Our enemies are going to suffocate because hawatastahimili level na kiwango ambacho Mungu anatuinua. They will never tolerate that. I feel there is somebody being elevated today. Nasema ninahisi kuna mtu anainuliwa siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna familia inainuliwa siku ya leo. Mahali ambapo walikuweka hawatakupata tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali ambapo ulichimbiwa shimo ukawekwa. Jinsi Yesu aliweza kufunikiwa shimo na yule shimo likapiringishwa siku ya 3. Mwezi wa 3 kuna mawe yanapiringishwa. Waliowekwa ndani ya mashimo, familia zilizowekwa ndani ya mashimo, masomo yetu yaliyowekwa ndani ya mashimo, afya yetu iliyowekwa ndani ya mashimo. Natangaza siku ya leo kuna malaika kwa mwezi wa 3 tarehe 1 mawe yanapiringishwa, mawe yanapiringishwa, mawe yanapiringishwa, mawe yanapiringishwa, mawe yanapiringishwa. Reka baganda basanda. Watatupata hapo tena, watashangaa nini imefanyika. Mahali ambapo walichukua mavazi yetu ya ndani yakawekwa mahali, hayo mawe yanapiringishwa, hiyo nyoka inaondolewa in the mighty name of Jesus. Mahali ambapo walichukua vitabu vya watoto wetu vikawekwa chini ya nyoka, natangaza siku ya leo vitu vinapiringishwa in the mighty name of Jesus. Simama kwa miguu zako. Niguze.